Mambo niambie. Utafunga ama ufungi? Sifungi. Una lingine? Sasa wacha niende polisi nikachukue maelezo kabla sijauzea jela. Hata uje na askari wa motoni siwezi kufunga. Acha niendelee kufocus na mapenzi yangu. Wewe vipi brother? Umetoka wapi? Na vipi umefunga? Mimi sijafunga. Nimetoka kwa mpenzi wangu. Kama hujafunga, naomba uende kule nyumbani ukabebe kila kilicho chako uondoke kabla sijakuua. Siogopi kufa. Na sijawahi kuogopa kufa hata siku moja. Kwa sababu kufa ndio njia ya kuonana na Sagodi. Una kingine? Magomba, nitakuua. Naomba usiendelee kuongea. Nimesema sifungi. Acha niendelee kufocus na mapenzi. Ndio. Mambo niambie. Utafunga ama ufungi? Sifungi. Una lingine? Sasa wacha niende polisi nikachukue maelezo kabla sijauzea jela. Hata uje na askari wa motoni siwezi kufunga. Acha niendelee kufocus na mapenzi yangu. Wewe vipi brother? Yashkan, umefunga? Na vipi kuhusu mwanamke? Unampeleka wapi? Naenda naye ghetto. Afu kuhusu kufunga, nimeshafunga. Pia na ujinga wote nilikuwa nafanya before mimi nishauacha. Mimi sasa hivi nafunga kweli. Kabla sijakata kichwa chako, achia mkono wewe mwanamke. Wadogo zangu, niwaambie vipi nimpate kunielewa? Mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma, na si kufanya maasi. Mimi sijafanya maasi blaza. Huyu binti ulikuwa ndani ya ghetto. Kufanya nini kama sio kumchinja? Hapana, sio kumchinja. Ni story tu. Kwanza sina haja kwenda polisi. Wacha nipite na vichwa vyenu. Siwezi kuona Uislamu endelea kunajisiwa familia nimekaa kimya. Unajua nini? Samahani mama mchungaji, najua una mambo mengi ya kujifikiria kuhusu sisi waumini wako. Kama utojali, naomba nijifunze kidogo. Swali langu linatoka kwenye amri 10 za Mungu. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu wala kuabudu. Naam, usihitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Tuwaheshimu baba na mama. Usiue, usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo, na usitamani mali ya jirani yako. Mama mchungaji, swali langu lipo kwenye kuzini. Vipi kwa wale watu ambao watakuwa hawajabarikiwa ndoa? Maana neno mzinifu linakuja au linaleta maana kwa wale watu ambao shiriki tendo bila kuoa wala kuolewa. Majibu ni haya. Dawa ya kuepuka uzinifu ni kama ifuatavyo: kumcha Mungu kwanza. Kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Mithali 9 mstari wa 10. Kumcha Mungu kunakupa nguvu ya kusema hapana hata pale ambapo hakuna mtu aliyekuona. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Biblia haisemi upambane na dhambi hii, inasema ikimbie. Ni kuepuka kukaa faragha zisizo na mipaka, mazungumzo asili ya kimapenzi na maeneo yanayochochea tamaa. Kuna njia nyingi sana za kujizuia na uzinifu. Ngoja nikupe ya mwisho kufupisha mazungumzo. Linda macho yako na mawazo yako. Kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Mathayo 5 mstari wa 28. Uzinzi huanza kichwani, si mwilini. Kiufupi, uzinzi unazuirika. Asante mama mchungaji kwa kunipa maarifa.
Asante kwa kushukuru. Nye, nataka kufanya biashara na mbona mnamenya ndizi asubuhi? Tunaandaa iftari kaka. Mnaandaa iftari? Mbona bado mapema hivi? Ngoja. Si saa 3 hii. Saa 3 asubuhi mnaandaa iftari gani? Mnanizunguka eh? Sasa nasema hivi, hili jambo liishe mara moja. Suraj, hebu usitufanye sisi watoto wadogo. Kwani tukimenya iftari muda huu kuna shida gani? Basi ndio na haya inayosema kwamba ukimenya iftari muda huu unapata dhambi. Mimi si ndo kaka na mimi si ndo neno chakula hapa nyumbani. Sasa nasema hivi, acheni hiyo shughuli mara moja. Hii kazi hatuiachi. Kwa nini iftari unanuaga peke yako? Mimi naendaga zangu kuhangaika huko. Alafu nataka kusema nini hapa? Yote unayotaka wewe. Kila kitu unataka ukijue. Vingine vikupetege. Daima ipo jikoni. Sijui itakuwaje leo haki ya Mungu. Kiu cha maji kimenibana mapema. Sio kiu cha maji. Sema saumu kali. Sawa. Naomba nitunzie siri bwana. Mimi nafungulia. Muone vile. Hebu tuaga hivyo vimaji tu vingi. Kufunga mchezo. Kuna nani bakshi? Mungu asaidie mwaka huu na mimi niolewe jamani. Kunywa haraka tufiche ushahidi. Unataka tufumwe? Nielewa uleta nini kwa ajili yako Tani? Ndogo, furaha, hata usingizi, kila kitu nimeweka chini ya jina lako. Lakini sikukuomba ufanye hivyo. Hapo ndipo penye maumivu. Nilifanya kwa mapenzi na si kwa kulazimishwa, lakini wewe hujawahi kuruhusu hata nijaribu kufanya ufurahi. Mapenzi ya upande mmoja yanakuumiza wewe mwenyewe. Mimi sikupendi. Leo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hebu niache. Unadhani sijui hilo? Kila usiku nalijua, kila asubuhi nalikubali, lakini kila mchana nikikuona moyo wangu unanisaliti. Naomba unipende Tania, moyo wangu unaumia sana. Sitaki uendelee kuumia kwa sababu yangu, kwa sababu mimi sina hisia na wewe hata kidogo, na sipo tayari kuwa na mahusiano kwa sasa. Nilikuwa tayari kupigana hata dunia nzima kwa ajili yako Tania, lakini wewe haujawahi hata kupigana mawazo yako kwa ajili yangu. Samani, nishaongea sana na sipo tayari kurudia maneno. Kwa heri. Sasa unataka wapi? Chagua wewe, ila pale kwenu usipataki. Nya, eti nimefunga. Kwa hiyo jana umenifanyia kusudi mbwa wewe? Nikiwa na feeling zangu sitaki makelele. Je, unajifanya kauzi. Kaswaji unamkimbia.
na akasema usipofunga hapa uame, na nakuvizia vizia akutie mkononi, ukijaa tu anakuua. Sana nimekuelewa. Tukitoka Tarawih tutajua tunafanyaje. Fanya kweli, mimi nakumisi bwana. Usijali. Ashakum sio matisisho ya kihangaiko, lakini mimi na swali nataka majibu yake. Ndiyo binti, nakusikiliza. Swali la kwanza, ni sahihi mwanamke na mwanaume kusimama barabarani na kuongelea masuala yasiyo ya kidini mchana wa Ramadhani? Kwanza kabla ya kukujibu moja kwa moja, inategemea. Je, hawa watu ni mke na mume au wana uhusiano wote, pengine ndugu? Hapana, si mke na mume. Waliokuwa wamesimama barabarani ni wale wanafunzi wako wa miaka ya nyuma kidogo, na ukawatimua kwa makosa ya kuwafuma na vipeperushi vya mapenzi kwenye majunzu yao, wakitoka kwenye swala la Tarawih wale daku pamoja. Hayo maneno hayafai, tena hayafai kuzungumzwa, hususan ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani, kwani Allah tabaraka wa taala anasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume aje atuambie sisi waumini kwamba qul lilmu'minina, waambie waumini wanamume wainamishe macho yao, lakini pia wahifadhi tupu zao. Kwa hiyo kama wanafanya hivi, wallahi wameingia katika makosa na watakuwa hawana funga ya mwezi wa Ramadhani.